Naam, Bwana Yesu asifiwe. Ndio, ni jambo la kumshukuru sana Mungu kwa sababu ameendelea kuwa mwema kwetu, ametujalia uzima na masaa haya tena ameruhusu tuwe pamoja kwa ajili ya kutafakari neno lake la uzima. Siku ya jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa naelezea namna ya kumjua Mungu, umuhimu wa kumjua Mungu, kumfahamu na kumfuata na kutenda yale yaliyo mapenzi yake. Na tuliona ya kwamba mwanadamu tangu ameumbwa, kusudi la Mungu kwa mwanadamu ni kwamba mwanadamu aweze kumjua Mungu, kumwabudu, kumtumikia maisha yake yote hata mauti itakapomfikia. Lakini ukweli ni kwamba baada ya kuanguka dhambini, mambo yakawa tofauti. Na hivyo tuna hatua nyingine ya kufanya. Na Mungu bado hajatuacha, anahitaji tuendelee kutafakari neno lake, kufahamu mapenzi yake na kuendelea kujua. Lakini kwa ujumla wake tuliangalia na kujifunza ya kwamba kama wanadamu, hasa nyakati hizi za mwisho, ni muhimu sana sana kutafuta uso wa Mungu, kumjua Mungu. Na tukaona hilo ni jambo la kwanza la sisi kuweza kuokolewa na kuishi maisha yaliyo mazuri ambayo yanampendeza Mungu. Lakini jambo lingine ni kwamba baada ya kumfahamu Mungu, tunapaswa tuyajue mapenzi ya Mungu, kusudi la Mungu, hitaji la Mungu ni lipi. Na baada ya kuyajua tuliona ni muhimu kuyafuata na kuyaishi, kwa sababu kumjua Mungu, kupata maarifa ya neno la Mungu ni jambo la kwanza ambalo linaweza kutufanya sisi tukaelewa nini tufanye, kwa wakati gani, wapi na kwa kiasi gani. Sasa leo tutakwenda kuangalia kitu kimoja ambacho ni cha muhimu na cha msingi sana, ambacho kinahusiana na namna ya kujitayarisha katika ufahamu wa Mungu, kumfahamu Mungu na mapenzi yake. Tunaenda kuangalia namna ya kujitayarisha na nyakati za hatari, hasa za kufungwa kwa mlango wa rehema. Kufungwa kwa mlango wa rehema ni jambo la hatari kwa jamii ya wanadamu, kwa sababu ikiwa mlango wa rehema utafungwa kwako, kutakuwa hakuna tumaini tena la kupata uzima wa milele. Hivyo kuna njia nyingi sana ambazo zinaweza kutusaidia sisi namna kuepukana na hali ya kufungiwa nje mlango wa rehema. Ziko nyingi na tutaendelea kujifunza zaidi, lakini kwa siku ya leo nitatoa njia moja tu ya muhimu ambayo itatusaidia sisi tusifungiwe nje, au tusiwe miongoni mwa watu ambao tunaweza tukalisikia neno la Mungu tena. Kwa sababu wakati tulio nao ni wakati wa hatari. Ni wakati wa hatari. Tutaona hatari yake zaidi tutakapokuwa tukiendelea kila siku kujifunza masomo haya. Njia muhimu ya kuwa salama katika nyakati hizi za mlango wa rehema kufungwa. Tunaposoma kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, kuna maneno yafuatayo yanasomeka hivi: lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa Bwana aliye Roho. Hapa Mungu anatukumbusha kupitia mtumishi wa Mungu Paulo anapotoa waraka wake wa pili kwa Wakorintho juu ya namna gani wanadamu wanaweza wakajenga mazoea ya kuwa watakatifu ingawaje si watakatifu, hatua kwa hatua, siku kwa siku, wakati kwa wakati, kila wakati, namna ambavyo wanapaswa kujenga mazoea yao ya Kikristo
wakajenga uzoefu mzuri wa Kikristo, wakajengwa kiroho na wakawa salama katika maisha haya. Sasa hii njia ambayo mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anawaambia Wakorintho katika waraka wake wa pili, si njia tu ambayo itakiwa kutumika wakati huo, hata sisi inatuhusu, na ndio maana hata leo ipo katika maandiko matakatifu. Takapoenda kuiangalia hii njia kwa uzuri kabisa, tunapaswa tumualike Roho Mtakatifu atujulishe ni namna gani tunaweza tukawa salama. Roho Mtakatifu atufundishe namna ambavyo tunaweza tukaitumia hii njia katika nyakati hizi za hatari ambazo ikiwa mlango haujaanza kufungwa, basi hivi punde sana utaenda kufungwa. Hivyo tumwalike Roho Mtakatifu atusaidie kutujulisha habari hizi za njia hii. Karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunalitukuza jina lako, tunasema asante kwa pamoja nasi. Tunakuja mbele zako tukiwa wa dhambi, tusamehe na utusafishe kabisa. Lakini masaa haya tunaomba uwe kati yetu, utufundishe neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe watu wa kubadilishwa siku kwa siku. Kwa nini tubadilishwe siku kwa siku? Kwa sababu kuna hatua 3 za mwanadamu anazopitia hata kufikia wokovu. Hatua ya kwanza inaitwa justification. Kwa wenzetu wa Uingereza wanaita hivyo, lakini kwa Waswahili sisi tunaita hatua Kwa hiyo ni muhimu kufahamu jambo hili la msingi, kwamba justification ni moja ya hatua muhimu sana, na wengi wetu tumeifanya hiyo, ingawaje wapo wengi wetu pia hawajaifanya, ambapo pia ninakushauri hii hatua ni ya msingi sana, kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na mkombozi wa maisha yako. Hatua ya pili ni purification, hatua ya utakaso. Sasa hii hatua inaanza pale tutakapompokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu, kuishi ndani ya Kristo, kutembea ndani ya Kristo. Kila siku tunafanywa upya, kila siku tunafanywa upya, kila siku tunafanya upya, na wakati fulani tunaanguka katika dhambi, kupitia maombi na toba zetu na maungamo yetu tunafanywa upya. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni glorification, yaani kufikia viwango vya utukufu, hata utukufu, glorification. Na katika hii ndio tunaiona pia kwa sehemu katika kitabu cha Wakorintho wa pili, anasema tunabadilishwa. Ukisoma Wakorintho wa pili sura ya 3:18 kipengele B, tunabadilishwa tufanane na mfanano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Qualification. Kwa hiyo ni muhimu sana hizi hatua 3 kuzipitia. Ni muhimu sana hizi hatua 3 kuzipitia. Katika kuzipitia hii hatua ya purification, kubadilishwa kila siku, kuna jambo la msingi tutakao tulifanya, ambapo kwa wale ambao ni Waadventista wa Sabato na wale watu ambao ni wa mataifa na watu wale ambao ni Wakristo, kuna kitabu ambacho kinaitwa Desire of Wages.
tumaini la vizazi vyote. Kinaeleza jambo muhimu sana katika hii hatua, na hili jambo ambalo linaonekana la kawaida, linaonekana kama ni dogo hivi, lakini lina maana kubwa sana katika maisha ya Ukristo. Naposoma kile kitabu hicho cha Tumaini la Vizazi Vyote, sura ya 8 ukurasa wa 40, cha Kiingereza. Kisoma hapo cha Kiswahili utaona sura ya 8, ukifuatilia yote utayakuta haya ambayo utakwenda kuyasoma. Ikiwa Yusufu na Mariamu wangeweka mawazo yao kwa Mungu kwa kujitoa na maombi, wangeelewa utakatifu wa tumaini lao na wasingepotelewa na Yesu. Kwa upuuzi wa siku moja tu walimpoteza Yesu, lakini iliwagharimu siku 3 za huzuni wakimtafuta. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu. Kwa mazungumzo yasiyo maana, kuongea maovu au kupuuza maombi, tunaweza tukapoteza uwepo wa Mwokozi ndani ya siku moja, na inaweza kuchukua siku nyingi za huzuni za kumtafuta ili kupata tena amani ambayo tunakuwa tumeipoteza. Kama wazazi wa Yesu, kwa uzembe wa dakika chache walimpoteza Yesu. Katika kipindi ambacho Yesu alipotezwa, ilikuwa ni kipindi cha Pasaka. Ilikuwa ni kawaida ya Wayahudi mtoto anapofikia umri wa miaka 12 kwenda kurasimishwa katika mahekalu, ya kwamba huyu mtoto sasa ndiye anaitwa mwanaume, mtoto wa Mungu. Anaanza kufundishwa mambo ya karibu kuhusiana na Mungu. Hivyo hata Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa katika jamii hiyo, alipofikisha miaka 12 alipelekwa huko, na ilikuwa ni siku ya Pasaka. Na hivyo wazazi wake, kwa kosa dogo la kutokuwa makini, walimpoteza Yesu ndani ya dakika moja. Pamoja na kumpoteza Yesu, tunapata fundisho kwamba walimpoteza Yesu kwa muda mchache, lakini iliwagharimu siku 3 kumtafuta. Usiku na mchana wanamtafuta Yesu, hawapati. Hili jambo tunajifunza katika siku zetu leo, ya kwamba ikiwa hatutakuwa makini katika maisha yetu, tunaweza tukampoteza Yesu kwa nyakati ambazo hatujategemea, na ikatugharimu maisha yetu yote. Na wengi hili jambo ni rahisi sana kuwakuta, kwa sababu wengi jamii ya Wakristo tunajisahau. Ni Mkristo lakini ni mzinzi, Mkristo mwizi, Mkristo lakini hujali masuala ya ibada, usomi neno la Mungu. Ni hatari. Hizo ni dalili ambazo zinaweza kusababisha kumpoteza Yesu haraka sana. Hivyo basi, ili kuwa salama, tunatakiwa tuzibe mianya yote inayoweza kusababisha sisi kumpoteza Yesu Kristo katika maisha yetu. Kwa ushirikiano, Biblia inasema, kwa mashirikiano yetu miongoni mwetu, tunapaswa tujihadhari tusimsahau Yesu na kwenda bila kuzingatia mawazoni kwamba hayuko nasi. Wakati tunapokuwa tumemezwa katika mambo ya dunia mpaka tunakosa kufikiri kuhusu yeye, ambaye ndani yake kuna tumaini letu la milele, tunajitenga na Yesu na malaika wa mbinguni. Viumbe hawa watakatifu hawawezi kubaki mahali ambapo Mwokozi hatakiwi au ambapo hapana dalili za kuwepo kwake. Hii ndiyo sababu kukata tamaa mara nyingi kuko miongoni mwa wale wanaodai kuwa wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo mara nyingi sana tunapojisahau katika mambo ya ulimwengu huu,
kujilinganisha na mambo ya ulimwengu angali sisi si wa ulimwengu huu. Neno la Mungu linatukumbusha ya kwamba hakika katika hali hiyo tunaweza tukampoteza Yesu kwa kutokuzingatia mambo ya kimbingu na kubaki katika akili zetu, mawazo yetu na matendo yetu yanayofikiria masuala ya biashara peke yake, masuala ya maendeleo peke yake, na tumemsahau Mungu. Tunaweza tukampoteza Yesu na ikatugharimu maisha yetu yote. Na ikiwa tutampoteza Yesu, maana yake ni kwamba ulinzi wa Mungu haupo kati yetu, malaika hawapo kati yetu. Kwa nini? Kwa sababu malaika hawawezi wakakaa mahali ambapo Mwokozi wa wanadamu hayupo, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa tunapompoteza Yesu, tunakuwa tumepoteza kila kitu. Na sababu kubwa ni kujifungamanisha na mambo ya ulimwengu ambayo mengi ni chukizo kwa Mungu. Inaendelea inasomeka kwamba wengi huhudhuria ibada za kidini na wanafurahishwa na kufarijiwa na neno la Mungu, lakini kwa kupuuza kuzingatia kukesha na maombi, wanapoteza baraka na kujikuta wamepungua zaidi kuliko kabla. Mara nyingi wanahisi kwamba Mungu amewatendea vibaya. Hawaoni kwamba makosa ni yao. Kwa kujitenga na Yesu, wamefungia mbali nuru ya uwepo wake. Wengi tunaenda kanisani leo, tunasikiza neno, tunasikiliza nyimbo, tunaimba, wakati fulani tunahubiri, lakini pamoja na mahudhurio yote tumepuuzia maombi. Kwa hiyo maombi ni sehemu muhimu ya kukua kiroho kwa wanadamu yote ama Mkristo. Sehemu ya muhimu sana kukua kiroho. Ingekuwa vema kwetu kutumia saa moja kila siku kutafakari maisha ya Kikristo. Angalau ndani ya masaa 24. Toa saa moja nje na ibada za maombi, za uimbaji na matukio yote ya kidini na maisha yetu ya kawaida na kazi zetu za nje. Na hivyo kila mmoja ni vyema angekuwa angalau na saa moja la kutulia, kutafakari maisha ya Kristo, uwepo wa Kristo. Kaa chini, fikiria kuhusu Kristo, namna alivyoacha enzi, namna alivyokuja duniani, namna alivyoishi kati ya wanadamu wa dhambi, namna alivyotuokoa sisi tulio wa dhambi, na namna alivyopaa mbinguni na huduma anayoifanya hivi leo, na namna atakavyokuja. Kaa chini, tufikirie haya. Angalau kwa siku lisali moja kutafakari tu habari na maisha ya Kristo. Kutafakari hayo tu wakati wote kwa lisaa, itakuwa ni heri. Lazima tuyaangalie hatua kwa hatua, na hebu mawazo yetu yaangalie kila tukio, hasa yale ya mwisho kadri tunavyojikita kwenye kafara yake kubwa kwa ajili yetu. Ujasiri wetu ndani yake utadumishwa, upendo wetu utaharakishwa, na tutazamishwa katika kina cha roho yake. Ikiwa tunahitaji kuokolewa, hatimaye lazima tujifunze somo la toba na unyenyekevu chini ya msalaba. Lazima tujifunze haya. Kadiri tunavyoshiriki pamoja, tunaweza kuwa baraka kwa mtu na mwingine. Ikiwa ni wa Kristo, mawazo yetu matamu zaidi yatakuwa yanayomhusu yeye. Lazima tupende kuongea habari zake.
Na kadiri tunavyozungumza kuhusu upendo wake, mioyo yetu italainishwa na ushawishi wa kimbingu. Kwa kuangalia uzuri wa tabia yake, tutabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu. Mungu anatukumbusha kwamba tujitahidi tunapokutana marafiki kuongea habari za Yesu pekee. Tunapokutana na familia zetu, kuongea habari za Yesu pekee. Tunapofanya jambo lolote, tukumbuke Yesu ni sehemu ya maisha yetu, na lolote tunalolifanya ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Hivyo Yesu awe sehemu kubwa katika maisha yetu. Jambo la msingi ambalo kiuhalisia hatupaswi kulipuuzia. Hatupaswi kulipuuzia. Hivyo ukutana na ndugu yako yoyote, ongea naye habari za Yesu. Ukutana na rafiki yako yoyote, ongea naye habari za Yesu. Ukifika na familia yako, ongea na familia yako habari za Yesu. Uko na mke wako, ongea habari za Yesu. Uko na mume wako, ongea na habari za Yesu. Uko na watoto, ongea habari za Yesu. Uko masomoni, ongea habari za Yesu. Uko na marafiki, ongea habari za Yesu. Hii itatusaidia kumfanya Yesu awe karibu sana na sisi na kuimarisha kina cha mahusiano yetu sisi na Kristo. Na ikiwa tukiimarisha mahusiano yetu sisi na Kristo, maana yake wakati wote Kristo atakuwa kati yetu. Na pale linapokuja tukio la kufungwa kwa mlango wa rehema, tutakuwa salama, kwa sababu anayehusika na kufunga kwa mlango wa rehema tunaye ndani yetu. Kwa hivyo tuzingatie haya. Kwa wale ambao hawatujampokea Yesu, hebu hivi leo tuchukue hatua ya kumpokea Yesu. Kwa wale ambao wamempokea Yesu, tunapaswa kufanya upya kila siku maisha yetu yapendezwe. Yesu apendezwe nayo, afurahishwe nayo, yampendeze Kristo. Tufanye mapenzi yake wakati wote. Hata itakapofika hatua ya kuokolewa, tuwe miongoni mwa watu ambao wataokolewa. Na hili ndio tumaini pekee lao sisi wa Kristo. Tumaini pekee. Kwa hatupaswi kuwa mbali na Yesu. Tuzungumze habari za Yesu. Tuimbe habari za Yesu. Tufikiri habari za Yesu. Tusome habari za Yesu. Tuangalie maisha ya Yesu, nasi tuishi sawa sawa na maisha aliyoishi yeye hapa duniani kama kielezo kwa jamii ya wanadamu. Hivyo ninakualika na kupendekezea siku hii ya leo uwe miongoni mwa watu ambao watachukua hatua thabiti kumkubali Yesu kwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Kukubali kuzungumza habari za Yesu mahali popote, ili tusiwe miongoni mwa watu ambao tutampoteza Yesu. Na ikiwa itakuwa hivyo, basi tukimpoteza Yesu katika maisha yetu, tutapata hasara kubwa. Na ikiwa tutakuja kumrejesha, italazimu tumrejeshe kwa maumivu na kwa gharama. Hivyo ninakualika siku hii ya leo, karibu katika maombi pamoja nami, ili tuweze kuomba Mungu awe kati yetu, atusaidie, atulinde na atuongoze, ili tuweze kuwa salama katika maisha haya tunayo. Pale ulipo, takapokuwa nikiomba, fikiria mambo ambayo ungependa Mungu akutendee, akuwezeshe
na kuongoze katika hayo, ili tuweze kuwa salama hata atakapokuja tena mara ya pili. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunalitukuza jina lako masaa haya. Tunasema jina lako litukuzwe, lihimidiwe na kusifiwa milele. Tunasema asante kwa sababu wakati wote uko pamoja nasi, unatulinda, unatuongoza, unatupigania, unatusimamia. Mungu, tunaomba usitupungukie kwa namna yote ile. Lakini pia ndugu yangu msikilizaji huyu anaposikiliza mahubiri haya ambayo unatupatia sisi tulio wanyonge, kuna haja za moyo wake anazotamani uzisikie. Mungu, ninaomba kuwa pamoja naye, sikia haja zake, jibu sasa na mapenzi yako, maana amefungua moyo wake kwako. Endelea kuwa pamoja nasi, kutuongoza katika nyakati hizi za hatari, kuendelea kudumu, kuimarisha mahusiano yetu na wewe. Tunakuomba wakati wote uwe pamoja nasi, tupatie afya njema ya kimwili na kiroho. Uwe na pamoja na familia zetu, ndugu, jamaa na marafiki, utuongoze kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Karibu siku ya kesho kwa somo lingine.